Nakata ate irqaro dini wa Kawaba Iraq, Mesopotamia. Na kuna watu wanakataa kwamba asili yetu haijatoka Iraq. Mimi nasema asili yetu imetoka Iraq. Asimame Ethiopia jamii nyingi haijatoka pale pale. Ijapokuwa sasa hivi wanahistoria wanasema kwamba origin ya binadamu wa kwanza ametokea Ethiopia. Zamani walikuwa nasema ametokea Tanzania, si ndio? Fuvu la kwanza kabisa, la mwisho kabisa, yani lenye miaka mingi sana zamani ilipatikana Tanzania, lakini sasa hivi lingine limepatikana Ethiopia. Sasa niseme tu hivi, Ethiopia kuna jamii nyingi na kila jamii imetoka sehemu mbalimbali. Ni kweli kwamba wa Afro-Asiatic wanatoka Ethiopia. Kwa hiyo kulikuwa na jamii ya kwanza ambayo ilisettle Ethiopia kwa mara ya kwanza. Lakini kulikuwa na grupu la pili ambalo linaitwa Oromo Speaking Group. Ndio grupu la pili lilofika Ethiopia. Lakini kulikuwa na grupu la tatu ambalo limetoka Mesopotamia ama hizi nchi za Central Asia. Eastern Asia. Kwa hiyo wale waliotoka Eastern Asia ambayo ni pamoja na Mesopotamia ndio sisi wa Iraq. Kwa hiyo sisi tulipofika pale Ethiopia ndio tulio introduce kilimo. Tulikuja na kilimo. Na kilimo chetu ni cha kizamani sana. Hata ukienda Mbulumbulu leo utakuta scheme ya harrowing, yani umwagiliwaji wa maji ambayo hapa Afrika inapatikana Mbulumbulu peke yake. Na hii origin yake ni Mesopotamia. Kwa hiyo wale walivyotoka Mesopotamia kufika Ethiopia ndio walioleta kilimo Ethiopia. Walipoleta kilimo Ethiopia walizaliana na watu waliowakuta pale. Na ndio maana leo wanahistoria wanasema wakichimba wanapata asili yetu iko Ethiopia, lakini sisi asili yetu imetoka kabisa Mesopotamia. Ni grupu la tatu kufika pale Ethiopia na tukazaliana na watu pale Ethiopia, ndipo tukasambaa tukifata bonde la Ufa. Na kwa nini tuliondoka Ethiopia? Ni kwa sababu Iraq kwa asili yao ni wakulima na wafugaji. Kwa hiyo hiki kilimo hawajakikuta hapa Tanzania, wametoka nacho huko walikotoka. Kwa hiyo walikuwa natafuta mabonde mazuri kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo kila mahali wakifika wanakuta watu wenye asili ya pale. Kwa hiyo either wapigane, wakishindwa watatembea, au watauawa, watakufa pale, au watanyonywa pale. Kwa hiyo kuna jamii ambazo zimenyonywa, kuna jamii ambazo ziliisha kwa kuuawa kwa ajili ya vita, na kuna jamii ambazo zilimezwa. Kwa hiyo either wawameze watu waliowakuta, ama wawaue, ama wao wauawe, ama waweze kushinda, ama waondoke. Na ndio maana wa Iraq mpaka leo ni watu wenye kupenda amani, kwa sababu wana historia ya vita vingi. Yaani njia nzima waliokuwa wanapita kutoka Ethiopia kuja huku Tanzania wamepitia mambo mengi. Kwa hiyo ni watu ambao hawapendi vita, wanapenda amani. Ni kwa sababu tayari wamesha pigana sana vita vingi. Kwa hiyo walipofika Tanzania sasa waliingia kwa kupitia milima ya Usambaa na milima ya Upare. Na kila mahali walipopita waliacha jamii. Na ndio maana nasema hapa Upareni na hapa Usambani tumeacha Waburunge, Wambugu tumewaacha pale. Ile ni jamii yetu, tunataka kuwarudisha. Wale pia wanastahili kurudishwa nyumbani. Kwa hiyo tuliwaacha pale, sisi tukatembea tukaenda Iringa tukakuta Wahehe. Mhehe sio jina lake original. Ile jina Hehe amepewa na Mwiraq, maana yake mtu. Irqutu inao he ni hii. Yaani kwa sababu walipofika pale walipigana vita. Kwa hiyo walipokuwa napigana na Wahehe, na Wahehe walituzidi. Kwa hiyo ukimwona Mhehe anakuja anasema he kara heborni hii. Kwa hiyo heborni hii ndio tukawaita Wahehe. Na hilo jina limetokana na Wairaq. Kwa hiyo Wahehe walipotuzidi vita, tukatoka sasa Iringa tukapitia Dodoma tukafika Kondoa. Kufika Kondoa sasa sisi ndio tuliishi pale. Lakini Kondoa hapakutufaa sana, kwa sababu Kondoa ni maeneo ambayo ni maeneo makavu. Na tukumbuke nimesema kwamba tumetoka tangu Ethiopia, tumetoka tukiwa wakulima na wafugaji. Jamii kubwa ni wakulima na wafugaji. Kwa hiyo Kondoa haikutufaa, tukaamua kuondoka kuendelea kutafuta maeneo ya kilimo na ufugaji.
Kwa hiyo pale bahati mbaya tulipoondoka tukawaacha watu nyuma ambao ndio tunawaita alute laga mukta alige khawan alagwa ne burunge ndio tukawaacha pale. Bahati mbaya sasa wa burunge wamemezwa na wasandawe. Kwa hiyo Waburunge wanazungumza Kiira kilichochanganyika na Kisandawe na Kigogo, na Waalagwa wanazungumza Kiira kilichochanganyika na Kirangi na Kiswahili. Na ndio maana tunasema sasa inabidi muondoe yale maneno ya Kiswahili na ya Kirangi, mrudishe maneno ya Kiira. Na Irqutu sasa akaenda mpaka Mama Isara au Irqardao wakaendelea kuzaana sasa, na huko walipozaana pia Irqardao hawakuishi peke yao, walikutana na Wadatoga wakapigana bado vita. Kwa hiyo vita bado viliendelea, hata huko Kondoa vita viliendelea. Kwa hiyo wameendelea kupigana na Wadatoga na Wamasai Kwa hiyo baadaye ikabidi sasa pia waweze kunyonya watu wengine kama Manda. Mnajua Manda ni watu wenye asili, yani Wabantu wenye asili ya Singida. Kwa hiyo Wanyiramba, Wanyisanzu hao wengine wanaitwaje? Wanyaturu. Na ndio maana Wanyaturu wengi ukiwaangalia utafikiri ni Mwirak. Mnyaturu ukimwangalia ni Mwirak. Kwa hiyo ukiona Mnyaturu ni kizazi cha Mwirak na Mnyiramba na Mnyisanzu, ndio unapata Mnyaturu. Sio unaona? Kwa hiyo Mnyaturu actually sio mtani wetu. Mnyaturu ni ndugu yetu, ni mtoto wetu aliyezaliwa kwa kizazi cha Irqutu na Wanyiramba na Wanyisanzu. Manda ni Mnyiramba na Mnyisanzu. Manmo gasa manmo. Haya, sasa Wanyaturu tunawaita tu watani kwa sababu wao wana undugu na Wanyiramba na Wanyisanzu, lakini wale ni watoto wetu. Ni sawa? Hapo umeelewa hapo? Haya, na aswali alagwa na asige kila dinda ngwe na asilako dotia famwe bo mimi sasa anda alagwa. Tumeshapata hapa historia fupi jinsi ilivyokuwa mpaka tunafika hapa kwetu. Sasa nimesema awali kwamba huyu bana kufikia hapa hii Mike kapanda ndege, atuambie kwanza ameifuata kutokea wapi, ili sije ikaonekana kama mimi ni Samjo. Huyu katoka Ulaya kabisa huko. Ulitokea wapi bana kuifuata hii Mike? Maana promises zilianza ukiwa kule. Sema kule ulipokuwa. Kupigia simu. Kwa hiyo wakati nawaona nilikuwa Geneva, Uswizi, siku nyingine nilikuwa Nigeria, I think. Nilikuwa Nigeria. Kwa hiyo nilikuwa nimewaona na nikaa nasikia tunasema wazee wale wa Kialagwa wakielezea, wengine wanaelezea vizuri historia, wengine wanaleta Biblia mle ndani. Nadhani tukileta Biblia tutapotea. Semitic, Hamitic, mimi nadhani tusiende huko kwa sababu zile ni nani za kizungu, yani ni grouping za wazungu walizozileta. Kwa hiyo niliona nikiwa nje ya nchi na nikasema nikifika tu Tanzania nitawatafuta, tutafanya interview vizuri. Na niseme tu kwamba jamii ya Kushite ni kubwa sana. Ni jamii kubwa sana. Kwa mfano Wasomali wanawaitwa Eastern Kushites. Lakini unajua Kisomali kinaingiliana na Kiirak. Afago af ilago il ari ago ari. Ulwa ano ni maziwa kwa wenzetu wa Gorwa. Gormo ikaika ano. Karm Somalia anasema ano. Kwa hiyo tunaelewana. Na wenzetu ni Wadatoga kwa sababu Wadatoga wamekopa maneno yetu na sisi tumekopa. Wadatoga ni Wamangati ama yes. Wadatoga ni kara tunawaitaje Bairqaro. Tara. Tunawaita Tara, Atarmoori. Kwa hiyo tumekopa. Na Wasomali pia ni ndugu zetu, japo wao walienda mashariki zaidi. Na wao pia, kwa hiyo sio kwa Wairaq peke yao walioacha watu. Hata Wasomali waliacha watu wao nyuma. Wana watu wanawaita alute. Alute kwao ni rendile. Rendile ni mtu aliyebaki nyuma, ni kama Alagwa mlivyobaki nyuma. Kwa hiyo sasa hivi rendile amemezwa na Msamburu. Kwa hiyo unakuta mrendile anazungumza Kisomali na Kimasai kidogo. Kwa hiyo msijisikie vibaya. Makabila ambayo yamemezwa ni mengi sana. Hata hawa Southern Kushites wapo ambao wamepotea maeneo ya Taveta. Ukienda Taveta hapo utawakuta. Na ndio hao tumesema tumewaacha sisi
kwenye milima ya Upare, kwa sababu unajua mlima wa Upare na Usambaa kwa upande wa pili ni Kenya, ni Taveta. Kwa hiyo hata Taveta ndugu zetu wapo Idayadi Rakagane ambao ni Wambugu, lakini kwa Taveta wamewapa jina lingine, ila wao pia wanasema wanatoka Ethiopia. Hata wao wanasema wametoka Ethiopia, lakini ni mabaki ya watu ambao tumewaacha tukiwa tunatembea. Ilo gari Oriona mamiselo wale hapo usiende mbali hapo. Na kwa mfano mimi sasa hivi nchi za Afrika nikienda kwa mfano Chad, naweza nikakutana na watu ambao wana lahaja kama za kwetu. Kwa lugha ni ngumu, lakini lahaja kama za kwetu. Na nchi, mimi najua umetembea nchi nyingi sana. Katika zile nchi 54 za Afrika inawezekana hata nusu umeshamaliza. Hebu tupe uzoefu wako, na katika kutembea kwako ni nchi gani ambao ukienda utakutana na watu wanaongea lahaja kama za kwetu? Sawa. Tuna watu nchi nilizotembea ambazo mimi nimewakuta watu ambao wanafanana na wa Iraq. Nimeenda Chad, wanazungumza lugha karibu sawa na Kiiraq. Asmanai kuto, kwa hiyo nikiwasikia wakizungumza najaribu kusikiliza. Lakini Chad wapo na wanaitwa wa Fulani na baraga akau bara West Africa tia hamika Fulani anafila Fulani, lakini Fulani East Africa. Asma Fulani ukiwasikiliza hata majina yao wanajina wanaita Sule de ba Fulani. Wana Kamara, lakini wao wanaita Kamara kwa sababu wamepoteza pin Kamara, wana ama pin Kamara. Yule ni Kamara, mimi namuita Kamara. Kwa hiyo nikikutana na Kamara namwambia wewe ni babu yangu anaitwa Bayo Kamara. Kwa hiyo kuna Kamara, kuna Bayo, umeshasikia Adebayo, kuna Babayo, wale wote ni ndugu zetu. Kuna mwingine anaitwa Ama, mwingine anaitwa Hama, mwingine anaitwa majina mengi ya Kiiraki yako kule West Africa. Kwa hiyo mbakiza majina, ila lugha inatofautiana kwa sababu kama nilivyosema, hawa ni watu wanaotembea, ni nomads, wanatembea na wanyama. Kwa hiyo wanapotembea wanakutana na makabila mengine, aidha wamezwe au wao wenyewe wameze watu wengine. Kwa hiyo kwa mfano Rwanda, Watusi ni watu wetu, ni Afro-Asiatic, ila wao wamepoteza lugha. Walipofika Kigoma, unajua Watusi waliingia Kigoma kwanza kabla ya kwenda Burundi na Rwanda. Wamefika pale wakamezwa na Wahutu ama Wabantu ambao wamewakuta pale. Sipendi kusema Mhutu na Mtusi, lakini useme tu hata Kigoma pale maeneo ya mipaka ya Rwanda na Tanzania wapo. Kuna barrier, yani adur irqutu kila sura kabisa mpaka nywele ni irqutu bahai. Kwa hiyo wapo, na hata Bukoba wapo watu wenye hizo asili. Hata Wasukuma, kwa Wasukuma tuna ndugu zetu ambao sasa hivi wao wanaita kina nani hawa? Kuna jamii ya Kisukuma wanaita, nitakwambia nikikumbuka. Sio Wahangaza ndio nimekwambia. Sasa huyo mzee ni Mhangaza, na Mhangaza ni irqutu, amepoteza lugha yake. Alafu huko Usukumani wanaitwa, wako Bariadi, wanaita wale wamezaliana na Wasukuma. Naomba hiyo simu niangalie vizuri manake na wajua. Wana jina la Kitusi kama Watusi hivi, lakini sio. Wanaitwa ngoja nitakwambia. Kwa hiyo Wasukuma wana ndugu zao wakati naendelea wakati anaendelea kutafuta gwa aimale